May your power manifest. Bwana, nguvu zako zionekane. Baba, nguvu zako zionekane. Kuna mtu leo ataondoka na ushuhuda mkubwa. Kuna mtu leo ataondoka na uwezo wako. Baba, kuna mtu ataondoka akisema nimekombolewa. Baba atasema nimekombolewa. Baba atasema nimekombolewa. Tenda mambo yasiyo ya kawaida. Tenda mambo yasiyo ya kawaida. And I pray for your master power to show out. Just the power that is very extra to show out in the name of Jesus. Baba asante. Baba asante. Thank you, Lord. Use me. May I decrease as you increase. May I disappear that you may appear. Leo tena jitokeze kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 The book of John chapter number 2. Leo ndakupeleka mahali, ila acha nianze na John chapter number 2. John chapter number 2. Hebu soma kwa haraka msomaji. Na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwa hapo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akamwambia, hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Endelea mzee. Mamaye akawaambia, watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Basi kulikuwako huko mabalasi 6 ya mawe, na yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kuwatawadha, kila moja lapata kadri ya nzio 2-3. Yesu akawaambia, jalizeni mabalasi maji, nao wakayajaliza hata juu. Akawaambia, sasa tekeni, mkampelekea mkuu wa meza. Wakapeleka. Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka, lakini watumishi wake walijua, wale walioyateka yale maji. Yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi, akamwambia, sikiliza, akamwambia, kila mtu kwanza uandaa divai iliyo njema. Kila mtu kwanza anaandaa divai iliyo nzuri. Hata watu wakiisha kunywa sana, ndipo uleta iliyo dhaifu. Ndipo analeta divai iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Wewe umeweka divai iliyo njema hata sasa. Mwanzo huu wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya. Tulia pale. Nataka ujifunze mambo machache asubuhi ya leo. Na nakuomba unielewe, na hata sio mimi, lielewe neno la Mungu. Biblia inasema palikuwa na sherehe, palikuwa na harusi pale Kana ya Galilaya. Na kwenye hii harusi walialikwa watu wengi. Lakini walipoalika watu wengi sana, Biblia inasema Yesu naye akaalikwa. Mama yake Yesu naye akaalikwa. Wakaalika watu wengi kwenye sherehe, lakini mama yake Yesu akaalikwa. Lakini sio mama yake Yesu tu, Yesu na wanafunzi wake wakaalikwa, wakapewa invitation, wakaja harusini. Naomba nikufundisha mambo machache ambayo utayapenda katika kisa hiki. Jambo la kwanza, Yesu akialikwa ana tabia ya kuhudhuria, wala hata acha kuja. Umenielewa? Naomba nirudi tena. Yesu akialikwa, Yesu
akialikwa hana tabia ya kukataa mwaliko. Ukimwalika ana tabia ya kuja. Yesu akialikwa hakatai, anaweza kuja. Na kukumbusha kwamba Yesu haalikwi tu kwenye sherehe. Yesu amealikwa hata kwenye msiba wa Lazaro. Yesu anaendaga msibani. Yesu anaenda kwenye harusi. Yesu anaenda kwa wagonjwa. Yesu anaenda kwa maskini. Yesu anaenda kwa tajiri. Yesu anaenda kwa wadhambi. Yesu akialikwa hawezi kukataa mwaliko. Ninakuomba asubuhi ya leo, jifunze kumwalika Yesu kwenye maisha yako. Jifunze kumwalika Yesu kwenye nyumba yako. Jifunze kumwalika Yesu kwenye biashara yako. Jifunze wewe kijana kumwalika Yesu unapotaka kuanza uchumba. Jifunze kumwalika Yesu unaporudi shuleni, unapokuwa shuleni. Jifunze kumwalika Yesu unapoanza kulima. Jifunze kumwalika Yesu. Yesu akialikwa, Yesu akialikwa, ninawatangazia wana Kenyenya na kila mmoja aliyekuja hapa, ninamhubiri Yesu ambaye hakatai mwaliko. Nasema namhubiri Yesu ambaye hakatai kualikwa. Amen. Mwalike Yesu kwenye maisha yako. Iwe una furaha au una huzuni, iwe ni siku yako ya mabaya au ni siku njema, na mimi sijui unamhitaji Yesu kufanya nini maishani mwako. Ila asubuhi ya leo nina habari njema. Yesu akialikwa hakatai mwaliko. Jamani, nasema tena, Yesu akialikwa hakatai. Amen. Na kuna wakati utamwalika, ataonekana kuchelewa, ila endelea kumwalika na umsubiri mpaka aje. Usije ukamkatia tamaa. Hata katika familia ya Lazaro walimuita mapema wakidhani kwamba Yesu angekuja Lazaro akiwa mgonjwa bin taban, lakini Yesu akasubiri, akaja wakati Lazaro amekufa. Tena amekufa siku 4 zimepita. But what I love from the story, mwimbaji mmoja anasema, when Jesus is 4 days late, he is still on time. Amen. Hata kama Yesu alichelewa siku 4, bado kwake ilikuwa ni wakati sahihi. Jesus is never late. Yesu hachelewi. Sisi ndio tunaona amechelewa, maana tuna haraka ya majibu. Ila nataka nikuambie, hata kama unaona amechelewa, naomba nikuambie mtoto wa Mungu, bado anakuja. Msubiri. Jifunze kumwalika Bwana. Andika maneno haya: kilichopatikana kwa maombi kitalindwa kwa maombi. Naomba nirudie. Kilichopatikana kwa maombi kinalindwa kwa maombi. Hebu tuseme hayo maneno: kilichopatikana kwa maombi eti mpaka niwakumbushe kwamba tunatakiwa tuseme. Haya, ngoja turudi tena. Kilichopatikana kwa maombi. Kuna ambao bado ni wageni. Haya, kilichopatikana kwa maombi
kinalindwa kwa maombi. Ngoja tena nirudie. Kilichopatikana kwa maombi kinalindwa kwa maombi. Kinalindwa kwa maombi. Hebu mwambie jirani yako, kilichopatikana kwa maombi kinalindwa kwa maombi. Mwambie tena maneno haya. Jifunze kupata katika maombi. Linda ulichopata kwa maombi. Hebu jifunze kupata kwa maombi. Linda ulichopata kwa maombi. And so point number 1 niliyosema hapo, ambayo imejaziwa, ni ya kwamba jifunze kumwalika Yesu kwenye maisha yako. Watu wanaanzaga vitu hadi vikikwama ndio wanaomba. Ila mimi nataka nikwambie, anza kwa maombi. Ishi kwa maombi. Kuwa mtu wa maombi. Maana chochote ambacho utakipata kwa maombi kitalindwa kwa maombi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kama unapata mume kwa maombi, ukimpata usiwe reluctant, mlinde kwa maombi. Kama umepata watoto kwa maombi, usiwe reluctant, maana kilichopatikana kwa maombi kinalindwa kwa maombi. Ukipata biashara kwa maombi, usipumzike kuomba, maana kilichopatikana kwa maombi kinalindwa kwa maombi. Asubuhi ya leo sijajua kwamba unataka kupata nini. Sijajua kwamba una shida ya kitu gani. Sijajua kwamba umebeba mzigo gani. Mwambie Bwana, nitakuomba unipatie hichi ninachohitaji. Ila ninaamini kwamba wewe unaweza. Na pia mpe Bwana ahadi yako kwamba nitaendelea kuomba, maana kilichopatikana kwa maombi kinalindwa kwa, jamani, kinalindwa kwa, wapendwa, kinalindwa kwa. Kwa nini ndoa yako ina shida? Kwa sababu kabla hujaolewa ulikuwa hata una fast. Bwana nipe mume, Bwana nipe mume, nina shida kweli ya kuolewa. Ulipoolewa maombi yameenda. Sasa ndoa inakuwa mbaya, ndio unaanza tena kuomba. Nami nataka nikuambie, hatutaacha kuomba, maana tukipata chochote kwenye maombi, usalama wa hicho kitu kuendelea kuwepo ni maombi yetu. Hebu mwambie tena jirani yako, kilichopatikana kwa maombi kitalindwa kwa maombi. Hebu mwambie tena, kilichopatikana kwa maombi kinalindwa kwa maombi. Unajua kuna mtu akishapata mchumba anatoa sauti kila mahali, nina mchumba. We pata mchumba kwa maombi, mlinde kwa maombi, oa kwa maombi, ishi naye kwa maombi. Maisha yenu yatakuwa salama, maana kilichopatikana kwa maombi kinalindwa kwa maombi. Na hiyo ndio trademark yangu. Ukipata WhatsApp yangu kwenye profile nimeandika kilichopatikana kwa maombi kinalindwa kwa maombi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na hiyo imemsaidia sana mke wangu.
namwambia ulinipata kwa maombi, endelea kunilinda kwa maombi. Mimi nimekupata kwa maombi, sina haja ya kukufuata nyuma, ninakulinda kwa maombi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa maombi. Sasa hebu tujifunze machache, maana nataka niame hapo. Kwa point number 1 ambayo nimeisisitiza, usifanye chochote bila kumwalika Yesu. Maana Yesu hana tabia ya kukataa mwaliko. Hebu mwambie tena jirani yako, jifunze kumwalika Yesu. Mwambukize, unajua tunaongea, the more we speak the more we become. Mwambie tena jirani yako, jifunze kumwalika Yesu kwa chochote kile unachofanya. Mwambie tena serious, like serious. Mwambie jifunze kumwalika Yesu kwa chochote kile unachofanya. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu nione mikono ya watakaoendelea kumwalika Yesu. Haleluya. Jamani, haleluya. Mwalike Yesu. Hana tabia ya kukataa. Point number 2. Yesu akialikwa na akawepo kwenye maisha yetu, umuhimu wake ni wa siku zote, ila ataonekana zaidi wakati tumeshindwa. Ngoja nifafanue. Yesu alialikwa kwenye harusi, divai ikapungua. Na wengine wanasema hii divai ilikuwa imekuwa pombe. Sio kweli. Maana kwa desturi za Kiyahudi palikuwa na divai ambayo ni fermented and unfermented, iliyochachwa na ambayo haijachachwa. Na katika desturi walikuwa wanakunywa divai ambayo haijachachwa, na ni kama ndio kinywaji ambacho wangetumia wastaarabu, ambayo haijachachwa, unfermented. Lakini hiyo sio pointi yangu sana. Hapa nataka nikujenge jambo moja. Mwenye harusi alinunua divai yake au alitengeneza, akawapa watu wakanywa harusini. Lakini saa ilifika, divai ikapungua, divai ikaisha. Kuna wakati kwenye maisha mnaweza mkawa mpo na Yesu, uko na Yesu kabisa kwenye maisha yako, lakini ndoa, upendo ukapungua. Kuna wakati unaweza ukawa kwa Yesu kabisa, kwa Yesu kabisa, lakini watoto wakawa wakora. Unaweza ukawa kwa Yesu, lakini hamu ya dhambi ikaendelea kukuandama. Nina habari njema asubuhi ya leo. Kama Yesu akiwepo maishani mwako, kuna utofauti mkubwa na mtu ambaye Yesu hayupo. Kwa sababu wakati divai ilipopungua, Mariamu akamwendea Yesu mtoto wake, akijua huyu amewekwa kwenye siku ya taabu zetu. Sikiliza. Yesu akaingilia kati. Yesu
akaamua kuingilia kati. Na nataka nikuambie, mama yake Yesu alipomtambua Yesu wakati divai imeisha, alipomwita Yesu kwamba awasaidie, Yesu alikubali mwaliko. Ninaomba niseme tena, unaweza ukawa na Yesu, ila kama hujajifunza kumwita, anaweza asikusaidie. Ni jambo moja kumwamini Yesu, ni jambo moja kuwa na Yesu, na ni jambo la pili kumwita Yesu. Hata wakati mwingine alikuwa chomboni, ila alipokuwa chomboni watu walikuwa hawajui kwamba anaweza kufanya yale ambayo wao hawayawezi. Walipopambana na kuchoka, walipomwita Yesu akasema, peace be still. Ngoja nikwambie hivi, divai aliyotengeneza Yesu, na tena kwa kutamka kwamba chukueni maji yapelekeni kwa wanasherehe, maji yakageuka kuwa divai. Biblia inatuambia yule mkubwa wa sherehe akaanza kuuliza swali, mbona divai ambayo imeletwa sasa hivi ni tamu kuliko ile ya kwanza? Nikufundishe jambo hapa. Chochote ambacho kimefanywa na Bwana kinakuwa extraordinary. Nasema tena, kinakuwa extraordinary. Biashara ambayo Yesu amealikwa na akafanya jambo inakuwa extraordinary. Ngoja nikwambie pointi hapa. Kuna tofauti kati ya biashara ambayo inafanywa na mtu ambaye amemwalika Yesu na mtu anayefanya peke yake. Kuna tofauti kati ya kitu ambacho mtu anafanya kwa nguvu zake na kitu ambacho Mungu anafanya kwa ajili yako. Divai ya kwanza ilikuwa ya kawaida, ila divai ya pili haikuwa ya kawaida, maana aliyetengeneza hii divai ni Yesu mwenyewe. Ngoja nikwambie, sio tu kumwalika Yesu kwenye maisha yetu, tumruhusu Yesu afanye jambo la kipekee. Hebu ninapotaka kumaliza, ikienda sehemu ya pili ndogo hivi, niombe kidogo. Baba, ninaona kuna nguvu zinakinzana katika ground hii. Mimi ni mtoto wako na ninaelewa wakati kuna nguvu zako peke yake na wakati kuna nguvu zinavutana. Na kwa sababu umenipa kuhisi hivyo, ninafungua kila nguvu iliyo kinyume na uwepo wako. Ikiwa kuna mtu amekuja hapa yuko na madawa, ninayayeyusha kwa jina la Yesu. Asante, maana na kuhisi na kusikia unavyotoesha nguvu hizo. Naomba nguvu yako tu peke yake itawale.
there is something against your power. I rebuke it in the name of Jesus. Kuna watu wamefungwa hapa na umenijulisha. Wafunguliwe, wafunguliwe kwa jina la Yesu. Katikati yetu kuna watu wamekuja na vifungo hata vinakinzana na uwepo wako hapa. May your power manifest in Jesus name. Upande huu ninautakasa kwa jina la Yesu. Upande huu kwa jina la Yesu. Upande huu kwa jina la Yesu. Something is against your power here. Ninaona ishara kubwa, ila na mimi nakuomba, na hata kama itatokea kwamba unataka nimalize somo kwa kuomba, nitafanya hivyo. Ila nasema nguvu iliyoko hapa, ondoka kwa jina la Yesu. Achilia akili za watoto wako kwa jina la Yesu. Thank you Lord. Ninahisi unafanya jambo sasa. Na upande umeshikiliwa sana, ufungue kwa jina la Yesu. Ikiwa kuna mtu ametembea hapa kujaribu uwepo wako, ameshindwa kwa jina la Yesu. Ameshindwa kwa jina la Yesu. Thank you. Ninaona ukiachilia nguvu zako. Utukuzwe milele. Asante sasa, maana ninaona uwepo wako. Thank you Lord. In Jesus name, amen. Amen. Unaweza usielewe sana, ila kuna watu wamefungwa na walikuwa wamefungwa sana. Mungu awafungue kwa jina la Yesu. Na sijua ni nani huyo ambaye ameamua kufunga watu, ila nimemwombea na namshukuru Mungu, kumekuwa na mwanga wake. Ukija kanisani usikae tu hivi kirahisi. You must be able to feel the presence of God. Sasa naweza nikaendelea. Mwambie jirani yako umefunguliwa. Kwa makini, mwambie jirani yako umefunguliwa. Diwani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Siwezi nikahubiri hapa alafu kuna nguvu zinainuka. Lazima zipungue, Yesu aongezeke. Kwa hiyo Yesu hana tabia ya kukataa, lakini chochote anachokifanya Yesu kinakuwa kikubwa na kinakuwa na nguvu, kinakuwa na uzuri kuliko kitu chochote. Ikiwa ulikuwa na akili ya darasani, ikiwa ulikuwa na uwezo wa biashara, ikiwa ulikuwa na uwezo wa kufanya mambo fulani, kuanzia leo mwambie Yesu, karibu katika maisha yangu. Utaona uwezo ambao hujawahi kuwa nao. Utafanya mambo ambayo wengine hawawezi kufanya. Usitegemee akili zako. Waliokunywa divai, Biblia inasema ilikuwa ya kawaida sana, ila walipomruhusu Yesu akatengeneza divai, ikawa tamu kuliko ile ya kwanza. Namuomba Bwana mambo yako yakabadilike kuliko yale ya kwanza. Jambo dogo la kujifunza.
katika saa iliyobakia, ambalo nitalianza, alafu kesho huenda nitamalizia na hotuba pia nyingine kubwa kabisa ya kesho. Na kesho sio siku ya kukosa, na kama hujaandika leo kitu, hakikisha umeandika. Kesho tutaomba, alafu mwisho tutachoma karatasi hizo tukitangaza kwamba imekwisha. Sasa jambo dogo la kujifunza kwa dakika zilizobaki. Unajua, namshukuru Mungu sana. Kuna watu walikuwa wamefungwa hapa, but I feel something greater. Yesu ameingia katikati yetu. Unajua, nikiwa na hubiri hivi, kwa sababu tunajiwakilisha sana kwa Mungu. Ukishaona unahubiri nywele inasimama namna ile, something is wrong. Na kuna indicator nyingi ambazo Mungu anawapatia watoto wake wanaposimama kuhubiri. It was not normal, but praise be God, maana ametutengenezea kufunguliwa kwetu. Msomaji, naam, nataka twende katika kitu kinachoitwa nguvu ya sadaka na maombi. The power, the connection between, muunganiko kati ya sadaka na maombi. The connection between offerings and prayers. Hiyo ndio nataka tuangalie. Ninaomba uenda Wafalme wa Pili chapter 4, the second King chapter 4, na uanze kusoma verse 8. Bwana akusaidie fungu linaposomwa. Unajua, ninaendelea kuambia kanisani huwa kunakuwa na magugu na ngano. Kunakuwa na magugu na nini? Na ngano. Kwa lazima ujifunze, sio kila aliyekuja kanisani yuko na lengo moja. Kwa lazima ujifunze kuwa miguuni pa Yesu kweli kweli. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Kuna watu tu hata baada ya kuomba kwamba tufunguliwe hapa, kuna vile walikuwa wamekazwa, Mungu amewafungua. Na hilo ndilo jina lake, acha lisifiwe milele. Msomaji, hebu kanyaga twende. Hata ikawa siku moja, Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Sikilizeni kisa hicho vizuri mpaka mwisho. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mbele yake. Akamwambia, sema naye sasa. Tazama, wewe umetutunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia, kamwite. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mlangoni. Akasema,
panapo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana. Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mchakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mume wakati huo huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia. Hata yule mtoto alipokuwa, ikawa siku moja alitoka kwenda kwa baba yake kwenye basi tulia tu pale, wataendelea. Asante. Ninaomba nifundishe mambo machache kutoka kwenye kisa hiki. Mwanamke alikuwa na cheo. Jamani, alikuwa na nini? Cheo. Wapendwa, alikuwa na nini? Alafu jambo la pili, alikuwa na pesa. Pesa. Ana cheo alafu ana pesa. Unajua Makenzi, kesho uniwekee generator. Hii hali siipendi sana. Mimi napenda nitulie nikihubiri sasa. Asante rafiki yangu. Sasa mwanamke mwenye cheo akawa ameona mtumishi wa Mungu anatembea kila siku, akitoka mbali sana, anatoka sehemu moja anaenda sehemu nyingine, tena ana njaa. Alafu jambo la pili, hana paku. Sasa najua mafuta yao huwa yanaisha, lakini yakiisha tutatoa hela ili tuendelee kusikiliza vizuri. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa sikiliza. Mwanamke mwenye cheo akawa anamwona mtumishi wake Mungu anatembea umbali mrefu kila siku, na akimwangalia anaona kama yuko na njaa. Akaanza kumpa chakula. Alafu baadaye, sio tu chakula, alipompa chakula, baadaye akaona huyu mtu anatoka mbali, akamtengenezea nyumba yeye na mjakazi wake, akamwekea meza, akamwekea kinara cha taa, akamtengenezea kila kitu kizuri, akamwekea ndani ya chumba, akamwambia utalala hapa. Lakini sio kulala tu, akamwambia utakula hapa. Mtumishi wa Mungu Elisha alipoona ametendewa mambo haya, akamuuliza Gehazi, nenda ukamwambia huyu mama anataka afanyiwe nini, na Bwana ni kitu gani hana? Je, anataka cheo kipande? Yeye akamwambia hapana, mimi kuhusu cheo ninaona mimi ni mtu wa empire yangu mwenyewe. I am the chief, mimi najiweza. Gehazi akaulizwa na Elisha, sasa tumtendee nini huyu? Biblia inasema Gehazi akajua kwamba huyu mama hana nini? Jamani, hana nini? Mtoto. Huyu mwanamke alikuwa ameshajua tatizo la mtoto kwake limeshazoeleka kiasi kwamba hakuna anayeweza kumsaidia. Hata asingeweza kuliweka tena kwa prayer request. Nisikilize, alishakata tamaa. Nisikilize, hata alikuwepo tena mawazoni mwake. Sikia, alikuwa amekata tamaa totally. Na ndiyo maana hata alipomfuata akiambiwa kwamba hana mtoto,
Yeye alishakuwa amechoka, ameshakata tamaa. Kuna yale mambo unayaombea kwa muda mrefu, alafu unaona hayatokei, lakini wewe umeona kwamba hata umekata tamaa. Hayo ndiyo mambo ambayo unaweza ukajifunza kuyakonekti hayo mambo na sadaka zako mbele za Bwana. Nafundisha kitu kigumu kidogo. Huyu mwanamke akawa tu anafanya wema, anatoa sadaka, hajui anachofanya. Ila katikati ya kufanya hivyo, Biblia inaniambia ndipo tatizo lake, ambalo hata yeye mwenyewe alikuwa hawezi tena kulitaja, ambalo hata yeye mwenyewe amelikatia tamaa, ambalo hata yeye mwenyewe hakujua tena kama linaweza kutendewa muujiza. Biblia inasema Elisha alipojua kwamba hana mtoto, akamtamkia, akamwambia, mtumishi wa Mungu akamtamkia mwanamke, akamwambia, mwakani majira kama haya utapata mtoto. Sasa connection ama uhusiano wa sadaka aliyokuwa anatoa ilikuwa inafikia hata mambo ambayo yeye mwenyewe alikuwa hajui kama yatajibiwa. Alishayakatia tamaa, hakujua kwamba yatajibiwa. Siku moja nikafundisha jambo hili mahali. Familia moja walikuwa na deni kubwa kwenye shule yao ya sekondari, na serikali ikawa imetangaza, imewaambia kwamba tunauza hiyo shule. Nao ni washiriki wa mtaani kwangu kule na chunga kwa district yangu. Wakaniita, nikawaambia hili jambo vile limekaa, nendeni mkaandae sadaka, alafu muitamkie hii sadaka, speak unto this offering, na muipeleke kwa kanisa, na mumwambie Bwana, tunakutolea wewe sadaka kwa ishara kwamba tunajua Yesu Kristo, sadaka ya sadaka zote, alitolewa ili mambo yetu yote ya dunia yabadilike. Na sisi tunaunganisha prayer with our offering, na yale mambo ambayo hata hatujui kwamba utayatenda, ndiyo ambayo tunataka uyatende kwa sadaka yetu. Wakaniambia, pastor, sasa hata tunadaiwa, where can we get that money? Tutapata wapi sadaka? Nikawaambia tena, hiyo sadaka mkaweke floor ya kanisa lenu. Wekeni floor katikati ya madeni makubwa, mjenge floor, alafu mwachie Bwana, atafanya mambo makubwa ambayo hata hamtaweza kueleza. Robinson, utakumbuka ilikuwa first week, baada ya siku 2-3 nikamwonyesha Robinson, hawa jamaa walitoa sadaka ya kwanza. Baada ya kutoa sadaka, ni last 2 weeks, naongea kitu current. Baada kwa wametoa hiyo sadaka yao, wamempelekea Bwana na wakaamua kujenga. Last 2 weeks wakasikia kwamba kuna mtu amekuja kutafuta ufadhili kwa dona. Walipokaa mezani na huyo dona akalipa madeni yote. Amen. Alafu akawa ameitisha percentage kidogo kwa miaka 3 tu. Baada ya hapo anamwachia mwenye shule aendelee na shule yake. Amen.
shule ambayo ilikuwa inafungwa, na ninamwambia mwenye shule, katikati ya madeni haya, connect your prayer with your offering. Kuna wakati moyo utakwambia hii sadaka peleka kanisani, na kabla ya kuitoa you speak over it. Kesho nitajifundisha pamoja na wewe how to speak before giving an offering. Lakini kwa sababu ya muda nadhani kuconnect tu na kakisa kengine ili upate connection. Huyu mwanamke anatoa sadaka, hata hajui kwamba hiyo sadaka itakwenda kugusa matatizo ambayo hata yeye mwenyewe alikata tamaa kuyaombea. Alikuwa na hela, alikuwa na cheo, alikuwa na kila kitu, ila akafika mahali akajua hawezi kuwa na mtoto tena. Hata anaambiwa utakuwa na mtoto, anamwambia mtumishi wa Mungu, wewe usiniambie mimi uongo, maana amekata tamaa. Kuna mambo hutaweza kuyafanya, ila sadaka yako ya kweli mbele za Bwana itaweza kuyafanya. Wanaonielewa wapunge mkono sahihi. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna siku tu unaenda kanisani, unatengeneza podium mzuri ya viwango vikubwa na unapeleka kwa kanisa. Watu watashangilia kwamba umeleta sadaka, kumbe wewe unasema, Bwana, hata sijui cha kukuambia, pokea sadaka yangu, utende utakavyo katika maisha yangu. Ili nalofundisha ni la watu wachache sana. Biblia inasema huyu mwanamke akapata mtoto, hata japokuwa hakuamini, ila sadaka zake mbele za Bwana zikawa sababu ya kupokelewa kwa ombi lake. Hujanielewa? Tumalize na kitabu cha Genesis chapter number 18. Soma fungu la 3 haraka haraka hivi. Akasema la 3 kwenda chini. Akasema, Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa mimi mtumwa wako. Na yaletwe basi maji kidogo, mukanawe miguu, mukapumzike chini ya mti huu, nami nitaleta chakula kidogo, mukaburudishe moyo, baadaye muendelee. Iwapo mmemjia mtumwa wenu. Wakasema, haya, fanya kama ulivyosema. Basi Ibrahimu akaenda hemani kwa Sara, akasema, imiza vipimo 3 vya unga safi, ukande ufanye mikate. Ndiyo msomaji. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini. Akaenda kundini. Akaleta ndama ya ng'ombe aliye laini, sawa, mzuri, sawa. Akampa mtumishi, naye akaimiza kuiandaa, sawa. Akatua siagi na maziwa na ndama aliyoandaa, na ndama akawaandikia mbele yao. Ndiyo. Akasimama karibu nao chini ya mti, nao wakala. Sawa. Wakamwambia, ndiyo, yu wapi Sara mkeo? Baada ya kula, maana wamepewa maziwa, wamepewa siagi, wamepewa nyama, wanakula. Na hawa ni malaika wa Bwana, wanakula kwenye nyumba ya Ibrahim. Nini kikatokea? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwa hapo nyuma yake. Basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Haya. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake, akasema, niwapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Sikiliza, kuna neno gani gumu? Asubuhi ya leo liko wapi neno gumu ambalo linamshinda Bwana? Sara amekuwa mzee, amekoma katika desturi yake,
Yaani hawezi kuwa kama wanawake wa kawaida. Amepita miaka, ameenda miaka, lakini Bwana anamtangazia, kwa sababu ya sadaka uliotoa, hili jambo lisilowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu linawezekana. Amen. Malizia. Sara, samahani, kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Sara akakana akisema, sikucheka, maana aliogopa, naye akasema, sivyo, umecheka. Basi hebu tukonfirm alipata mtoto. Naam. Chapter number 21 verse 6. Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko. Bwana amenifanyia kicheko. Kila asikiaye atacheka pamoja nami. Na kila asikiaye atacheka pamoja nami. Akasema, Bwana amenifanyia kicheko. Amen. Na kila atakayesikia atacheka pamoja nami. Bwana amenifanyia kicheko, na kila atakayesikia atacheka pamoja nami. Natamani katika asubuhi ya leo mtu mmoja, baada ya maombi ya siku hizi 14 zote, baada ya wiki 2, akashangilie mbele ya watakatifu, akaseme, Bwana amenifanyia kicheko. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amina. Jamani, Bwana asifiwe. Amina. Hebu mwambie jirani yako, nakuombea Bwana akupe kicheko. Hebu mwambie tena, nakuombea Bwana akupe kicheko. Sara, Biblia inasema Bwana akamfanyia kitu gani, wasikilizaji? Kicheko. Jamani, kitu gani? Na akasema, acha kila atakayesikia acheke pamoja na mimi. Namuomba Bwana akufungulie biashara yako, atengeneze kicheko, na kila atakayesikia acheke pamoja na wewe. Namuomba Bwana awafungulie watoto wako, waandikwe kazi, wapate visa, waende ng'ambo, na kila atakayesikia acheke pamoja na wewe. Namuomba Bwana afungue tumbo lako wewe ambaye hujapata mtoto kwa muda mrefu, na kila atakayesikia atacheka pamoja na wewe. Namuomba Bwana akuponye. Namuomba Bwana abadilishe mume wako, abadilishe ndoa yako, na kila atakayesikia atacheka pamoja na wewe. Sara akasema, Bwana amenifanyia kicheko. Ukilia sana, ukiteseka sana, mambo yakiwa mabaya sana, watu wakakudharau sana, ukikutana na Bwana, nasema tena, ukikutana na Bwana, machozi yanageuka, yanakuwa kicheko, na kila anayesikia anacheka pamoja na wewe. Watacheka, wapende wasipende, watacheka. Hata kama inawauma, watacheka tu, maana Bwana akitenda miujiza, sisi tutacheka na maadui watacheka. Bwana afanye kicheko kwako asubuhi ya leo. Hebu mwambie jirani yako, ninakuombea. Sasa ukikana mtu aongei, umepata hasara. Mwambie tena jirani yako, ninakuombea. Mwambie tena, ninakuombea. Bwana akufanyie kicheko. Hebu mwambie tena, ninakuombea. Na kuna mtu anasema nakuombea, amenuna hadi unaogopa. Haya, hebu mwambie tena jirani yako, ninakuombea. Mwambie tena, ninakuombea. Bwana akufanyie kicheko. Mwambie mpaka kila atakayesikia. Mwambie tena, mpaka kila atakayesikia
acheke pamoja na wewe. Jamani, Bwana asifiwe. Biblia inatuambia Bwana akamtendea Sara kicheko. Jamani, Bwana akamtendea Sara kicheko. Kama Bwana alitenda kicheko kwa Sara, naomba akupe sababu za kucheka na wewe. Jamani, akupe sababu za kucheka na wewe. Ilichukua muda, miaka 24 anasubiria ahadi, na ahadi haitimii. Lakini siku alipotoa sadaka ya chakula, watumishi wa Mungu, malaika wakala, wakafurahi. Baada tu ya kula, wakamwambia Sara, yuko wapi ule muujiza mliokuwa mmeusubiri, ambao hata mkujua utatokea lini? Tunalazimika kutangaza kwamba mwakani majira kama haya mtapata mtoto. The power and the connection between offerings and your prayer. Hivi kuna watu wamenielewa? Muulize jirani yako, unaelewa? Muulize tena, unaelewa? Jamani, Bwana asifiwe. Kuna mamlaka yamefichwa ambayo yanafungua mageti, ambayo yanafungua vitu ambavyo vimefungwa kwa muda mrefu. Na moja ya kitu kinachofungua mambo ambayo yameshindwa kuondoka ni pale unapotoa sadaka. Abrahamu huyu alizoea kutoa sadaka. Akatoa sadaka akiwa pale Shilo, akiwa Shekemu, akiwa Bethlehemu. Akatoa, mwisho kabisa anajaribiwa atoe mtoto wake akiwa pale katika mlima. The life full of sacrifice. Above all, anaambiwa sasa toa mtoto. Baada ya kumtoa mtoto, ili anataka kumchinja, Biblia inatuambia malaika na sauti ikasikika ikisema, usimchinje mwanao, sasa nimejua unanipenda. Kuna vitu havitaondoka mpaka ujifunze kutoa sadaka mbele za Mungu. Ndio maana kule nyuma tulisema jifunze kusikia sauti ya nani? Jamani, jifunze kusikia sauti ya Bwana kwa namna gani? Kwa bidii. Jamani, Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo niwaambie, yeyote ambaye amezoea kutoa sadaka, iwe kwa kanisa, wakati mwingine atapeleka amzawadi mchungaji wake, wakati mwingine atafanya ajenge makanisa, wakati mwingine atafanya akafanye msadaka kwa mtu fulani hivi ambaye anajua amezidiwa sana, na ndani ya sadaka hiyo ikaunganishwa na maneno mazito ambayo ni mambo yasiyotendwa, ambayo hayajafunguka kwa muda mrefu. There is connection between prayers and your offerings. Jamani, Bwana asifiwe. Walionielewa asubuhi ya leo punge mkono namna hii. Inaomba nimalize kwa kisa kidogo. Siku moja tulikuwa tumekaa nyumbani, hatuna chakula. I'm about to pray with you. Na tulikuwa hatuna chakula, lakini mama akiwa anakagua kwenye akiba zake, baada ya kuwa tumekaa the first day, yani kuna siku hujafunga, hujafast, lakini hakuna nini jamani? Chakula. Hakuna
Kwa hiyo inakuwa ni informal fasting. Tumekaa tunasubiri chakula. Mama akawa amechemsha maji ya moto. Akasema, wanangu, sasa inabidi tunywe maji ili utumbo usije ukakunjana. Maana tumekaa jana yake mchana atukula, jioni atukula, kesho yake asubuhi atujakula. And I was 10 years, my young brother 7 years. Atujakula. Na mama ameenda kuomba unga, amenyimwa na majirani wote. Maana wamemwambia umeshaomba imetosha. Yaani wameshakaa vikao. Wakasema huyu mtu ameomba imefanya nini? Sasa dawa ni kumwambia hatuna. Sasa hata mimi nilikuwa nimetumwa nyumba moja kuomba unga. Mama mmoja akaniangalia na jicho moja la madharau. Akasema, mtaomba mpaka lini? Sasa nataka nikufundishe kitu kidogo tu tunapoenda kuomba. You know, my life is full of stories. Na hizo story ni za familia na zingine za kwangu, personal true life stories. Sasa tumeomba sana na tujala mchana, tujala jioni. Asubuhi tulikuwa tumemalizia kaunga kamwisho kabisa na tukanywa uji, ulikuwa tena mwepesi kabisa. Kwa tujala mchana, usiku, kesho yake asubuhi atujala mchana. Tumeenda kuomba unga wa mchana, ikashindikana. Mama akawa sasa anakumuta nguo, anaangalia kanga, hata siwezi kupata kaela kadogo tupate hata unga. Akiwa anaangalia. Wanawake wanajua. Unajua mwanamke kuishiwa mpaka afike hiyo hatua ni mara chache sana. Wazee ndio wanaishiwa kabisa, wanabaki tuna macho. Ila mwanamke akikwambia sina hela, usiamini sana haraka. Kumbe na wachonganisha. Okay. Haya. Sasa kuna ile hali mwanamke anaishiwa, hana hata connection kabisa. Niliona kwa mama. Ametafuta. Baadaye akafungua mpaka na ile godoro. Godoro yenyewe ilikuwa ya pamba. Hatakuwa tunaweza kununua godoro zuri. Anainua hivi. Ng'ombe wa maskini hazai. Lakini siku hiyo akazaa katoto fulani. Pap. Akakuta kama 500 ya Kenya, yani 10,000 ya Tanzania. Akaichukua pap. Akaja. Jamani, nimepata hela. Jamani, watoto wangu, Mungu ni mwema. Mimi nikamwambia mama, hiyo hela ikiwa tuliikosa jana na leo mpaka saa hii, hiyo hela ni ya Bwana. Mama akasema, ni ya Bwana tena. Na mamangu alikuwa ananisikiliza sana, maana alikuwa anajua nina urafiki sana na Mungu. Ni ya Bwana tena, sio tule. Nikamwambia hiyo hela ni ya nani? Ni ya Bwana. Ilikuwa tumeacha kula Alhamisi, sasa hii tena ni Friday. Na ngoja niwaambie, baada ya kuwa tumekaa Alhamisi na Ijumaa, nikamwambia mama, hii hela ni ya nani? Jamani, ni ya nani? Mama akasema, sitakuelewa vizuri. Nikamwambia mama, hii hela ni ya Mungu. Mama alipokubali kwamba hii hela ni ya Mungu, tukaomba, tukamwambia Mungu, onyesha njia nyingine, maana nimesikia sauti ikisema hii hela ni ya nani? Tukawa tumekumbatiana hivi, tunaomba wote wawili, tunaomba. Amini, watatu, sisi wawili, watoto na mama, tunaomba. Na nikamwambia Mungu, hatujala, hata sauti zinatoka chovu, hazina nguvu, ila tena nimekusikia ukisema hii pesa ni ya kwako.
tufungulie basi njia, ujue vile tutakula. Sasa tumemaliza kuomba hivi, akaja jamaa mmoja anachimba madini kutoka Msumbiji, ametembea kuja kuombewa kwa mchungaji mmoja anaitwa Godson Elieneza. Alikuwa mchungaji wa maombi sana. Yule mchungaji akamwambia, leo siko sawa, utapelekwa mpaka nyumbani kwa kina Fadhili, yani kwetu, kuombewa. Jamaa amekuja anataka kuombewa. Mimi nikamwambia Bwana, kwa niaba ya mchungaji mzee Godson Elieneza na kwa niaba yangu na kwa imani zetu kwako, mtendee muujiza mtoto wako. Na unajua ilikuwa ni muujiza wa nini? Amepata madini, hajapata mnunuzi. Sikiliza, Mungu akatenda jambo. Kumbuka ile hela tuliyoipata tumesema ni ya nani? Ya Mungu. Jamaa tukaomba kabla aondoke, akatuachia pesa 50,000 akaweka hapo ya Tanzania. Sasa akatupatia, akasema muandae chakula, maana naenda kuuza madini, na kwa sababu umeniombea, na anatoka hapa kama tuseme atoke Kenyenya, anaenda kuuza madini Kisii Town, alafu ameacha nyuma hela ya nini? Chakula. Mgeni anatoa hela ya chakula, na hakuna aliyemwambia hakuna chakula. Kwa kweli ile hela ilikuwa kubwa, sio ya kula siku moja tena. Matumbo yakapata matumaini. Tumempa Bwana 10,000, ameleta 50,000. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamaa lilipouza, mamangu alikuwa mwanzo ameenda kulima, kwa hiyo kuna kabiashara alikuwa ameanzisha, kakao kamestop. Akarudi na hela, akamwambia mamangu kwamba sasa ninakupa pesa uanze biashara tena. Mshukuru Mungu wa mtoto wako, maana nimeuza madini kwa bei nzuri. Na akasema nitaendelea kumshukuru Mungu siku zote. Mimi ninajua hujawahi ku experience kutoka kwenye kutoa. Bwana anataka umwelewe. Wangapi wanasema, Bwana, naomba uniunganishe mimi na mali zangu na vile nilivyo navyo na moyo wangu wote viwe vyako Bwana. Kama ndivyo unaosema, kwani usinyoshe mkono wako? Kwani usisimame? Makanisa hayajaisha. Bwana anataka atendewe vitu vingi kwenye makanisa. Kuna watu fulani wamechoka, wanahitaji msaada wako. Bwana anataka uwatendee muujiza. Kwani tusogee tuombe sasa kwa haraka tunapoenda. Tuombe kwa haraka. Bwana awabariki. Karibuni tunapoomba na kuondoka. Namshukuru sana Bwana kwa ajili yenu. Jamani, namshukuru Bwana kwa ajili yenu. Kama utasahau yote, kilichopatikana kwa maombi kinalindwa kwa. Jamani, kilichopatikana kwa maombi kinalindwa kwa maombi. Leo ninataka nitangaze uwezekano. Ile boksi jingine liko wapi? Yaingizeni ndani hapa. Ilo sogeza hapa, na hilo lingine sogeza ndani. Hamna kiti. Okay.
Heri ya maombi sasa kwako tunarudi, sumbuku ya kuondoa shida zetu na pungufu taabuni mara nyingi roho zetu zimepona mashakani, tumeshinda wakati wa saa. Siku ya leo, kabla sijaomba, hebu Elda tukumbushe yule mtu anaitwa nani na nini kilitokea, alafu tujue. Mama Esther Oyagi alikumbana na mkasa hapo kwa barabara, mguu yake ikafunjwa, saa hii yako tenweki, na hii shaa imeshindikana kufanya kazi. Sasa nahitaji msaada. Okay. Jua nilisahau. Aliniambia tangu siku 4 kila siku asubuhi na sahau, jioni na sahau. Na tuko na box upande huu wa pili. Unaweza ukaguswa kufanya kitu upande wa box hili. Maombi tumeingiza hapa. Unaweza ukaguswa kufanya kitu hapa kabla hujaenda, una kitu fulani. Elders wataona sadaka hiyo iende ikasaidie huyo mgonjwa ambaye hivi alivunjika akitoka kwa crusade, ama ilikuwa aje? Alikuwa kwa crusade hapa na mguu wake ukavunjwa. Kwa hiyo tuna sababu zote za kumtia moyo. Niliambiwa tangu Sabbath na mimi tu ndio kila nikisimama na sahau, lakini jana nikakumbushwa na nikashukuru kwamba Elda amekuwa smart, amekuja hapa. Utaandaa kitu kidogo utaweka hapo, na kama hujabeba ulikuja tu, utajaribu kuona baadaye. Elda, tutaweka hii boxi kwa ajili ya huyo mama leo asubuhi na jioni. Leta sadaka ama chochote ulicho nacho ili kikamsaidia huyo mama. Jamani, Bwana asifiwe sana. Huo mguu nimeutazama umevunjika vibaya sana, na lakini Bwana atampigania. Jamani, haleluya. Bwana atafanya nini? Atampigania. Basi usiondoke na sadaka. Ikiwa una kitu cha kufanya utaweka hapo, baada tu ya maombi straight utaweka hapo. Ndugu zangu, asubuhi ya leo ninataka kumwomba Bwana kwa jambo moja. Wako watu wenye vitu ambavyo havijajibiwa kwa muda mrefu. Kwa muda wa namna gani? Mrefu. Ila kabla hawajatoa sadaka zao kwa Mungu, asubuhi ya leo naomba wewe mwenyewe ujitoe kuwa sadaka kwanza. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jitoe kuwa sadaka kwanza. Leo nitafanya jambo, ombi la kipekee sana. Sasa concentrate kwenye hichi ambacho nataka kufanya, ili Bwana akutendee muujiza. Ikiwa kuna mtu hapa ana kitu ambacho hakijajibiwa kwa muda mrefu, kwa muda wa namna gapi? Mrefu. Kila jicho likiwa limefumbwa sasa, weka mkono wako kichwani. Ikiwa wewe ndiye ambaye una kitu ambacho hakijajibiwa kwa muda mrefu, mkono wako wa kulia weka kichwani. Ikiwa wewe ndiye hujajibiwa jambo kwa muda mrefu, nikupe muda, litaje hilo jambo kwa Bwana. Litaje hilo jambo kwa Bwana. Naomba uendelee kuomba, wachane na distraction yote. Ikiwa kuna kitu kwenu
labda ni cha wazazi wako, wewe mwenyewe. Ninamwona Bwana anatenda jambo la kipekee asubuhi ya leo. Huenda ulikuja ili ombi hili lifanye jambo kwenye maisha yako. Hebu taja kile kitu. Ninazungumzia watu ambao wana kitu ambacho akijaondoka kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu. Hebu kitaje hicho kitu. Una jambo ambalo unataka Bwana alitende. Hata ulitamani wachungaji ndio wafike watende, ila unataka Bwana atende. Ukiwa umeshika kichwa chako, endelea kutaja hayo mambo. Ikiwa ni kwa wazazi, watoto, ndugu, jamaa, rafiki, ukiwa umegusa kichwa chako, omba, omba, omba. Kuna nguvu inaachiliwa asubuhi ya leo. Ikiwa utasikia kwamba hicho kitu unahitajiwa ukitolee sadaka, Bwana akusaidie utekeleze. Lakini mwambie Bwana, mimi nifanyike kuwa sadaka ya kwanza. Ikiwa ni mume amelewa kwa muda mrefu, ni jambo gumu, omba. Mtashuhudia miujiza mikubwa sana. Asante Yesu. Asante Yesu. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Ombea wazazi wako. Hata mimi nimemwekea Mungu mkono kichwani pangu. Kuna vitu atatenda kwangu na kwako pia. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Asante Yesu. Kuna mtu anapona ugonjwa ambao umechukua muda mrefu hapa. Kuna mtu anajibiwa ombi la muda mrefu sana. Amini unapokuwa umejiwekea mkono. Amini. Amini. Got to believe. Amini. Na imani yako imekuponya. Imekuponya. Imeokoa lile jambo la muda mrefu. Sasa unaweza ukashusha mkono wako. Ninataka niombe. Bwana anajua ulichomweleza. Baba na Mungu wetu, mfalme wa amani, jemedari, kamanda wa vita, huenda tumetembea kwa muda mrefu peke yetu. Peke yetu. Baba, tumetembea peke yetu. Leo tunakualika tena katika maisha yetu. Baba, leo tunakualika tena katika maisha yetu. Huenda divai imeisha. Huenda furaha imeisha. Huenda amani imetoweka. Tengeneza divai nyingine kwa neno lako. Baba, tengeneza muujiza mwingine kwa neno lako. Watoto wako waliokuwa wameweka mikono yao wakikueleza magumu, 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 Baba, naomba yafungue kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninavunja kila ngome kwa jina la Yesu. Ikiwa ni vitu vilikuwa vimefungwa, vilikuwa vimefungwa, vilikuwa vimefungwa, vilikuwa vimefungwa, ninafungua kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ule ugonjwa nafungua kwa jina la Yesu. Yule mwanaume namfungua kwa jina la Yesu. Wale watoto nawafungua kwa jina la Yesu. Ile hali mbaya nafungua kwa jina la Yesu. Yale madeni nayafungua kwa jina la Yesu. Ile hali yoyote mbaya, Baba, nafungua kwa jina la Yesu. Ikiwa kuna mtu alikuwa ameshikwa na nguvu za giza, ninatangaza kufunguliwa kwa jina la Yesu. Umetangaza ukasema, kwani ni jambo gani gumu ambalo huliwezi? Naomba Bwana utende miujiza. Leo liniandaa kuja kufungua watu. Baba, naomba wakafunguliwe. Wanaume wakafunguliwe. Wanawake wakafunguliwe. Watoto wakafunguliwe. Wazee wakafunguliwe. Wale single parent wafunguliwe. Widows wafunguliwe.
kila mtu afunguliwe. Baba, natangaza kufunguliwa kwa jina la Yesu. Turn the ground, Father Lord. Geuza uwanja huu kawe uwanja wako. Tenda mambo makubwa kwa jina lako. Tenda mambo makubwa kwa jina lako. Funguliwa wewe uliyefungwa. Funguliwa wewe uliyefungwa. Ugonjwa achia, mapepo achia, madeni achia, hali mbaya achia. Toka kwa jina la Yesu. 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 Leo ninafungua kila nguvu. Ninafungua kila ngome. Ninafungua kila mapepo. Ninafungua kila hali mbaya. Ninatoa uwezo wako. Father Lord, Father Lord. Baba, fungua kwa jina la Yesu. Wale watoto waliokuwa wanaumwa waponi, pona kwa jina la Yesu. Wale akina mama wanaumwa waponi, pona leo kwa jina la Yesu. Wale akina baba waponi, pona kwa jina la Yesu. Ndoa zipone, ndoa zipone, uchuma upone, tamaa mbaya ipone, mamikosi na baraza ukoo toweka, 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 toweka kwa jina la Yesu. Toweka, toweka. Baba, leo umeniita kufungulia watoto wako, nami nawafungua kwa jina la Yesu. Nami nawafungua kwa jina la Yesu. Umaskini kwa heri kwa jina la Yesu. Biashara sasa zinauzwa, faida sasa zitaonekana, pesa zitaonekana, watoto wanafunguliwa, wakwenda nje ya nchi wanaenda, kila mtu anafunguliwa. Baba, tenda muujiza. Baba, tenda muujiza. Baba, fungua huyu mtoto wako. Hata kuna mtu amekuja hapa, alikuwa amefungwa kwa muda mrefu. Hapa kuna kitu kinatokea, kuna kitu kinatokea leo. Kuna uwezo wako unashuka. Baba, shuka utende muujiza. Kila aliyekuwa ameweka mkono, kila ambaye alikuwa anahitaji nguvu zako, mapepo yanatoweka, nguvu zako zinakuja, uwezo wako unashuka. Baba, tenda muujiza. Baba, tenda muujiza. Baba, tenda muujiza. Hata wale ambao walikuwa wamefungwa, hawaruhusiwi kubatizwa, walikuwa wapotee, naomba fungua mioyo yao. Tenda kwa jina la Yesu. Tenda kwa jina la Yesu. Roho ya kupotea, toka kwa jina la Yesu. Ugumu wa kubatizwa, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Tenda miujiza. Hapa kuna nguvu imeshuka. Hata mimi nimeona nabadilishwa. Hata mimi naona nguvu zako. Tenda muujiza. Tenda muujiza. Tenda muujiza. Tenda muujiza. Umefunguliwa kwa jina la Yesu. Unafunguliwa kwa jina la Yesu. Leo naona uwezo wako. Napata nguvu zako. Napata uwezo wako. Napata nguvu zako. Tenda muujiza. Tenda muujiza. Tenda muujiza. Oh Father Lord, thank you for the power. Thank you for the anointment. Tenda muujiza Baba. Tenda muujiza Baba. Acha watu wafunguliwe tena. Acha watu wafunguliwe tena. Kenyenye inafunguliwa. Kenyenye inafunguliwa. Mapepo hayana nguvu tena. Wachawi wameshindwa tena. Kila kitu kinakaa sawa. Majambazi toweka. Roho ya dhambi toweka. Mapepo ya pombe toweka. Roho ya ukora toweka. Ukahaba toweka. Kila kitu toweka. Baba, asante. I feel your power. It's not I but you Lord. Ninaona unanijaza uwezo, hata ninashindwa kueleza. Oh Baba, tenda muujiza. Oh Baba, tenda muujiza. Leo umeshuka kuliko siku zote. Tenda muujiza. Tenda muujiza. Tenda muujiza. Oh, it is not normal. Something is happening. Someone is healed. Kuna mtu anapona. Kuna mtu anapona. Kuna funga zinafunguliwa. Baba, asante. Asante. Oh Jesus, thank you Lord. Asante Bwana. Oh, ninahisi uwepo wako. Asante Yesu. Asante Yesu. Hata sijui nini unatenda. Tenda muujiza. Tenda muujiza. Yeyote aliyekanyaga ground hii, kama kuna nguvu za giza zimekushika, inageuka kuwa moto. Moto kwa jina la Yesu. Moto kwa jina la Yesu. Moto kwa jina la Yesu. Mapepo yanakimbizwa. Shetani anashindwa. Magonjwa yanaondoka. The ground is fired. Oh yes Jesus. Baba, tenda muujiza. Baba, tenda muujiza. Thank you Lord.
wewe leo umekubali kweli. Baba, nimekubali na kusikia kwamba umetenda. Hata mimi nimeona uwezo wako. Hata mwili wangu umejazwa nguvu zako. Hata wewe na kushuhudia ndani ya mwili wangu. Tenda muujiza kwa watoto wako. Baba, sichoki kusema tenda. Fungua. Umefunguliwa. 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 Natangaza mwaka wa kufunguliwa kwako. Natangaza siku ya muujiza wako. Baba, asante. Oh Yesu, asante. Yesu, asante. Yesu, asante. Bwana, asante. Ninakushukuru, asante. Pokea moyo wetu, asante. Asante, umeponya wagonjwa wengi leo. Asante, watu wamefunguliwa leo. Watapata kazi wengi sasa. Mambo yamebadilika sasa. Huzuni zinaondoka sasa. Tutengeneze kicheko sasa. Oh Jesus, thank you for your presence. Asante kushuka leo asubuhi. Asante maana umeshuka isivyo kawaida. Hatujazoea hivi. Tunaishi utofauti leo. Oh Jesus, thank you. Thank you. Thank you. Watoto wengine wako kule Marekani. Baba, wafikie, watendee. Kule Canada, Australia, kule katika mataifa mbalimbali. Wengine wako Nairobi, wengine wako ndani ya Kenya, wengine mataifa mengine. Nenda ukawafungue. Tenda muujiza kwao. Watoto waliobadilika kuwa wabaya, leo ninawarudisha kwa wazazi wao. Leo ninawarudisha kwa wazazi wao. Leo ninatenda miujiza kwa jina la Yesu. Wanaume waliochoka, waliopotea nyumbani mwao, rejea kwa jina la Yesu. Toka uliko kwa jina la Yesu. Waliofungwa na pombe, toka kwa jina la Yesu. Kila mtu leo anafunguliwa. 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 Natoka kenyenya kwa ushindi. Maana Bwana umetufungua. Maana Bwana umetufungua. Mungu wetu, asante. Yesu, asante. Yesu, asante. Oh Yesu, asante. Oh Yesu, asante. Oh Yesu, asante. Oh Yesu, asante. Thank you Jesus. Baba, niseme nini? Nashukuru maana umetenda miujiza. Nashukuru maana umegusa watoto wako. Nashukuru maana magonjwa yamekimbia zake. Baba, umetenda mambo ambayo hata mimi sitaweza kueleza. Umefungua maisha ya watu vile ambavyo hata mimi siwezi kueleza. Umetenda mambo ya ajabu. Niseme nini kwako Yesu? Asante. Yesu, asante. Yesu, asante. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you for coming down for us. Hatukustahili na leo tumeshuhudia umeshuka katikati yetu. Watu wamefunguliwa sana. Watu wamefunguliwa sana. Hii ni muujiza usio wa kawaida. Tutakuwa na testimony zisizoelezeka. Miaka itapita tukisema habari zako. Maisha yetu tutasimulia habari zako. Angalia ulivyoponya watoto. Angalia ulivyotenda miujiza. Angalia Baba, acha watu waende na ushindi kwamba umetenda miujiza. In the name of Jesus. Amen. Kama kuna mtu anaamini aseme amen. Tushangilie, tuseme amen. Tuseme tena amen. Tuseme amen. Hebu mshika jirani yako, mwambie umefunguliwa. Mwambie tena umefunguliwa. Mtangazie kwamba umefunguliwa. Hata vile nimesikia leo, sijawahi kusikia kwenye historia ya huduma yangu. Bwana amewafungua. Jamani, Bwana amewafungua. Sasa sikiliza hili, wakati tunataka kujongea. Usiondoke kwenye uwepo wa Mungu leo. Sikiliza. Usiondoke kwenye uwepo wa Mungu. Kuna kitu anataka kufanya. Ukiona mtu anataka kukukwaza, kaa mbali na yeye. Ukiona kuna kitu kibaya kinataka kutokea, kaa mbali na hicho kitu. Leo Bwana anataka akamilishe muujiza kwenye historia ya maisha yako. Jamani, anataka akamilishe muujiza kwenye historia ya maisha yako. Ninataka nikuaminishe kwamba Bwana amekubali. Hata mimi leo nimeushuhudia uwepo wake hapa. Acha jina lake likatukuzwe kwenye maisha yako. Jamani, acha jina lake likatukuzwe kwenye maisha yako. Sasa sikiliza hili. Wale ambao
walikuwa wamefungwa kwa siku nyingi. Unajua Jumamosi tutabatiza watu ambao wakishatoka majini, mapepo, kwa heri. Kuna magonjwa yataponywa hapo. Kuna vitu vitatokea ambavyo havijawahi kutokea kwenye baptism hiyo. Na ikiwa ulikuwa kwenye dhambi ya muda mrefu, mwambie Bwana, ninaenda kukutana na wewe kwenye maji mengi. Waliozamishwa, Biblia inasema kwenye Warumi 6, wamezikwa pamoja naye na kufufuka pamoja naye. Na hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita, tazama yanakuwa ya namna gani wapendwa. Ikiwa kuna mtu ambaye hajatoa maisha yake kwa Yesu, yule mtu wetu wa kuandika majina yuko wapi? Na leo nitaomba uongezewe nguvu. Yuko wapi? Panda kabisa pale juu pale. Panda pale. Na wale waandishi wengine watamjoin pale. Kila ambaye unahisi kwamba nilikuwa nibatizwa ila kuna kitu kilikuwa kimefungwa, utaenda kuandika jina lako. Hiyo ndio namna ambayo Bwana atafungua. There is power in baptism. Jamani, Bwana asifiwe sana. Tunao watu zaidi ya 100 na kitu pale. Nenda kaongeza jina lako. Ni wewe ambaye Bwana anataka akufungue tena. Anataka kufungue tena. Sasa peleka sadaka yako mahali hapa, na yule ambaye anatoa matangazo, Elda, kama kuna kitu cha kuzungumza. Nimesema leo, kaa mbali na kitu kinachokutoa nje ya uwepo wa nani? Jamani, nje ya uwepo wa nani? Walionielewa wapunge mkono namna hii. Hebu pata tena jirani, mshike mkono. Mshike mkono jirani yako. Mshike mkono jirani yako. Mwambie jirani, kaa kwenye uwepo wa Mungu siku ya leo. Mwambie usikubali kitu chochote kikutoe kwenye uwepo wa Mungu. Maana Mungu anataka akufungue wewe, afungue familia yenu siku zote za maisha yenu. Mwambie jirani, umefunguliwa. Mwambie tena, umefunguliwa. Mwambie wewe sasa ni mbarikiwa. Hebu punga mkono jioni ya leo, asubuhi ya leo tena. Haleluya! Haleluya! Praise be God. Sio mimi, ni Bwana. Ukienda sema ni Bwana. Aliyetokea uwanjani ni Bwana. Not I, but Christ. Mungu awabariki. Kaa uweponi mwake leo. Hata utaona mpaka jioni kuna testimony utapata kwenye maisha yako. Toa sadaka yako. Wale wakubatizwa nenda pale kwenye mimbari. Peleka jirani yako, peleka rafiki yako pale. Maybe for some announcement. Biyamano bali batabwate bono no bakoleta maragoba abalisi bonse tutigale magega. Daniel's Memorial